Lango la mbinguni liko wazi. Amina. Ni wewe tu kuamua kuingia au kukataa. Lakini Mungu alikwisha kulifungua toka zamani. Kaliweka liwe wazi ili watu waingie. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni juu yako tu wewe kuingia. Basi wakati huu kiongozi wa Praise and Worship mkaribishe, tutakwenda kutuongoza kwa pambio nzuri, kwa pambio nzuri za kuvutia, za kugusa mioyo ya watu. Haleluya. Kama
makofi na vigeregere kwa Yesu. Pigie Yesu Kristo makofi ya nguvu na vigeregere. Bwana ni mwema, Bwana ni mwema. Asante sana kiongozi wa sifa. Asante sana kiongozi wa sifa. Mungu akubariki. Unaweza kukaa mahali ulipo sasa. Unaweza kukaa mahali pako pazuri sasa. Kati huu mzuri ambapo tunaenda kusikiliza uimbaji wetu. Bwana sifiwe. Uimbaji nani ambaye iko tayari? Yule ambaye iko tayari anyoshe mkono wake pale juu, ili kwamba uko tayari. Wapo tayari? Haya, waje. Mwema. Amina. Sema wakati wote. Wakati wote Yesu ni mwema. Wakati wote anaokoa. Yesu ni mwema. Wakati wote. Wakati wote anaokoa. Yesu ni mwema kila wakati. Wakati tukiwa navyo, wakati tukiwa hatuna, wakati tukiwa wengi, tukiwa wachache, bado Yesu ni mwema. Pigie makofi. Asante. Majeshi, majeshi. Hey, hey. Majeshi, majeshi. Hey, hey. Majeshi, majeshi. Hey, hey. Komando, komando. Yes, ni komando. Komando, komando. Yes, ni komando. Komando, komando. Yes, ni komando. Joni muone Yesu ni mwema. 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 Yesu ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Yesu ni mwema. Ni mwema. Joni muone Yesu 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 ni mwema. Yesu ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Yesu ni
Tuwaambie jamani, hao ni watoto wetu. Wamefanya vizuri. Hebu nisikie shangwe na vigelegele kwa ajili ya watoto wetu. Haleluya. Asanteni sana watoto, na karibisha kwaya ya vijana. Namkaribisha Mzee Kapalata wakati akiimba mwimbaji wetu wa kimataifa. Basi weke aka yako vizuri kwa ajili ya kumtolea Bwana. Karibu Mzee Kapalata. Chomoka popote ulipo kwa ajili ya kumtolea Mungu wetu. Nika taratibu. Tutamani kuingia Mungu Yerusalemu. Watu wake walivyo na
Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya matoleo haya. Baba, ninaomba uyabariki, uyatakase, uyaponye. Bariki kila mkono uliotoa humu Bwana. Hata wale ambao hawakutoa Bwana, ninawabariki pia. Ninaomba Mungu wabariki, wawe na kitu cha kutoa Bwana. Baba, sadaka hizi uzibariki zikatende kazi ndani ya huduma hii sawa na makusudi yako Bwana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba. Amen. Amen. Haleluya. Amina. Basi ni wakati tena wa kuweza kusikiliza matangazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Na pia ninawapongeza kwa wale wote ambao tumeanza kuanzia siku ya kwanza hadi siku hii ya mwisho kwa ajili ya mfungo. Mungu awabariki. Na pia ninawapongeza wote hata kama ulianza katikati, lakini Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya ushindi wetu ambao tumeufanya kuweza siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nyenyuka kidogo hapo ulipo. Nyenyuka kidogo. Unaweza ukasimama hapo ulipo. Tukamshangilie Mungu kwa namna hii ya kipekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutapiga makofi mara 3 hapa juu. Alafu tutapiga chini tena mara 3. Tutamalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumeelewana. Haleluya. Tunaanza mara 3 namna hii. Namna hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshangilie Mungu kwa vigelegele. Haleluya. Amina. Napongeza sana. Amini kuwa mfungo ambao tumefunga wa siku 21, Mungu ametenda kitu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hata kama akijidhihirisha kwa macho, lakini katika ulimwengu wa kiroho Mungu kashapiga tiki. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Mungu atavyoachilia miujiza dabo. Na Mungu akiachilia miujiza dabo, usishindwe kuja kumshukuru mahali hapa. Amina. Kwa sababu hii madhabahu ndio ambayo imekupa wewe muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitaenda kuleta matangazo ya tarehe 22 mwezi wa 6 2025. Nitaenda moja kwa moja katika ratiba za ibada zetu, zitaendelea kama zifuatazo. Siku ya Jumatatu watakuwa wamama saa 10 kamili jioni. Siku ya Jumanne ni kufunga na kuomba kwa vijana na waimbaji wote. Hebu tujitahidi vijana siku ya Jumanne na waimbaji tujitahidi kufunga siku ya Jumanne. Lakini siku ya Jumatano ni mafundisho ya Biblia saa 10 kamili jioni. Hivyo nakaribisha siku ya Jumatano kuja kupata mafundisho ambayo yatakusaidia kuenenda katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu bila mafundisho hauwezi kuenenda katika ulimwengu. Kila kitu kipo katika mafundisho. Lakini siku ya Alhamisi ni mazoezi ya kwaya saa 10 kamili jioni. Hivyo wanakwaya watakuwa mahali hapa na praise team. Siku ya Ijumaa ni kufunga na kuomba kwa kanisa na maombezi. Siku ya Ijumaa tunakuwa mahali hapa saa 10 kamili, ibada yetu inaanza. Hebu tujitahidi siku ya Ijumaa, funga kwa ajili yako, funga kwa ajili ya kanisa. Anasema katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume, waliomba kanisa kwa ajili ya Petro, na kweli Mungu aliwasikia lile kanisa na Petro akatoka gerezani. Ili Mungu aweze kukukomboa katika gereza uliko nao, unatakiwa uje siku ya Ijumaa mahali hapa, tuje kuomba kwa pamoja. Maana maombi ya watu 2 au 3 yana nguvu sana kuliko ni maombi ya mtu mmoja. Hebu tujitahidi siku ya Ijumaa tupo mahali hapa. Na pia kama una mgonjwa uko yupo au anatamani kupata kazi, mambo yake yaendi, mlete hapa siku ya Ijumaa, kwa sababu kuna mpako mafuta mahali hapa, atamwombea na Mungu atamponya na atampa haja ya moyo wake. Lakini siku ya Jumamosi ni maandalizi ya ibada ambayo praise team inakupa mahali hapa. Hivyo kama unatamani kujiunga na praise team, unakaribishwa siku ya Jumamosi. Na pia
ninawasisitiza wamama, mabinti, vijana, njoni tufanye usafi katika nyumba ya Mungu, kwa sababu nyumba ya Mungu ikawa safi, ikiwa vizuri, basi Mungu pia anatuweka safi katika maisha yetu. Tusipende kuacha nyumba ya Mungu ikawa chafu, wakati majumbani kwetu tunaweka vizuri kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jitahidi kuja kufanya usafi, maana hapo ulipokaa kuna mtu amefanya usafi ili huje kukaa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tujitahidi siku ya Jumamosi kuwepo hapa. Siku ya Jumapili ibada yetu inaanza saa 2 kamili, tukianza na morning glory kuanzia ile saa 3 hadi saa 4, kuna kuwepo na Sunday school. Kuanzia hapo inakuwepo ibada kuu ambayo tunamaliza saa 6 mchana. Wahudumu wa ibada zetu ni kama ufuatao. Kiongozi wa sifa atakuwa Emakulata. Shemasi wa zamu, shemasi wa kupokea wageni atakuwa Joeli Cheru, na shemasi wa ndani atakuwa Awezaye Masengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kusema hayo, na watakia ushindi mwema na Jumapili njema, na Mungu awabariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huo ulikuwa ni wakati wetu wa matangazo. Natumaini kila mtu matangazo yamekaa vizuri na kila mtu amefikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kusema hayo, sasa tunaenda kupata chakula cha mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Chakula cha kiroho. Lakini ukimaliza hapo, acha nikwambie kitu kidogo tu. Tutapata chakula cha kiroho, lakini make sure unaweka preparation vizuri, kwa sababu kuna chakula cha kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naona watu hawajanielewa. Tukimaliza hapa tutapata chakula cha pamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa kusema hayo, bila kupoteza muda, nitamkaribisha baba kwa ajili wakati wa neno. Baba, karibu, na Mungu awakubariki. Anapofika mahali hapa, naomba chapia makofi na vigelegele kwa Bwana. Kabla sijaendelea, niweze kuwakaribisha wageni ambao wametutembelea siku ya leo. Basi kama yupo mgeni aweze kusimama, anyoshe mkono mahali alipo, tumtambue. Kama kuna mgeni yote, simama mahali ulipo tuweze kukutambua, na Mungu atakubariki. Sisi tunapenda wageni sana. Karibu mgeni, tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Joynes Bernard. Unaitwa? Nimehamia Joynes Bernard. Joynes Bernard. Ndiyo. Amina. Nimehamia mazingira haya, nitakuwa nasalia. Amina. Mungu akubariki sana Bernard. Mungu akubariki na karibu sana sana. Jisikie upo nyumbani kabisa, hata hujapotea. Jisikie uko nyumbani kabisa. Lakini nimefurahi kumuona pia Bera. Hebu Bera, simama hapo tupungie mkono ulipo. Piga makofi kwa ajili ya Bera. Amina. Asante sana. Mungu akubariki sana. Lakini pia nimefurahi sana kumuona mama yangu, Mama Daima, ambaye amekuja kututembelea siku ya leo. Mama Daima, hebu simama tupungie mkono. Amina. Huyu mama ana upendo wa ajabu sana. Bwana asifiwe. Basi matangazo mengine, kwa taarifa niliyoipata, makamu mwenyekiti anaendelea kumuuguza mama yake mzazi. Kwa tuendelee kumuombea. Maneno nayotaka kusema, maisha yako hapa duniani
mbinguni hawakujui, malaika hawakujui, na Yesu pia hakutambui. Mbinguni hujulikani jina lako alipo katika kitabu cha uzima, jina lako alipo. Kuingia mbinguni sio lele mama, kuingia mbinguni sio lele mama. Mbingu ya nani utakayoingia bila kuwa na jina la Yesu? Mbingu ya nani utakayoingia bila kuwa na chapa ya Yesu? Mbinguni hujulikani, malaika hawakujui, na Yesu pia hakutambui. Mbinguni hujulikani, malaika hawakujui, na Yesu pia hakutambui. Mbinguni Pigie makofi mzee wetu. Mungu akubariki sana mzee, ujumbe wako umefika. Kwa kweli itakuwa ni kilio, itakuwa ni huzuni sana siku ile kama tutashindwa kuingia mbinguni. Wakati Yesu Kristo kesha tutengenezea mazingira ya kuingia mbinguni, alafu tushindwe kuingia, itakuwa ni huzuni kubwa sana. Ndio maana anasema kilio ni kweli, tutalia na kusaga meno, sababu hatutakuwa na njia nyingine tena ya kutokea. Hakuna kuomba msamaha tena, hakuna toba. Mungu akubariki mzee, Bwana endelee kukupa mafunuo zaidi ili na wewe utumike kwa njia hiyo ya uimbaji. Tuombe. Bwana Yesu, Mungu mkuu uliye hai hata milele na milele, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu mzuri wa mchana.
Asante kwa ajili ya kusanyiko hili uliolileta wewe mahali hapa, kwa sababu una kusudi nalo Bwana. Ninaomba Bwana Yesu, wewe mwenyewe ukalihudumie kusanyiko hili Bwana, ukaseme na kila mmoja Bwana. Kila mmoja asikie sauti yako Bwana, asisikie sauti yangu mimi, bali asikie sauti yako Bwana, wewe ukisema naye kupitia neno lako Bwana, ili akalifanye lile neno apate kuishi. Bariki Bwana neno naloenda kulinena, ulitakase kwa damu yako, ulihuishe kwa Roho Mtakatifu, ili kafaye kuwa neno Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kuwaponya wote wanaosikia. Ninaomba haya nikiamini kwa Bwana umenitendea, kwa utukufu wa jina la Yesu tuseme amen. Tukiwa tunaelekea kabisa mwisho wa maisha yetu, ujumbe wangu leo kwa nao siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wangu unasema hatutakufa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hatutakufa kabisa. Hebu jiambie, sitakufa kabisa. Sitakufa kabisa. Amka tena, sema sitakufa kabisa. Sitakufa kabisa. Mwambie jirani yako aliye karibu na wewe, mwambie hutakufa kabisa. Sitakufa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fungua kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana, mstari wa sura ya 11, mstari ule wa 26. Injili ya Yohana 11 mstari wa 26. Biblia inasema, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rudia tena. Naye kila aishie na kuniamini, ndio, hata kufa kabisa, ndio, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapenzi, Mungu anazungumza na sisi leo. Yes. Anasema kila anayemwamini Yesu, amen, hata kufa kabisa, hata milele. Amina. Kila anayeishi kwa kumwamini Yesu hata kufa kabisa, hata milele. Yes, yes. Je, unayaamini hayo? Bwana asifiwe. Amen. Mimi nakuuliza wewe. Yesu anauliza siku ya leo, anauliza na watu wote tulioko mahali hapa. Yes. Kwamba kila anayeishi kwa kumwamini Yesu hata kufa kabisa, hata milele. Amina. Je, mnayaamini hayo? Hamjanielewa? Bado. Hamjanielewa? Nikuulize. Anasema kama ukiishi kwa kumwamini Yesu, amen, hutakufa kabisa hata milele. Yes. Je, unaamini? Amina. Mimi nataka ujibu wewe nafsi yako mwenyewe, unaamini kwamba hutakufa kabisa? Naamini Baba. Kuna wengine wamefunga mfumba midomo tu, sasa mimi sielewa naamini au hawaamini. Au wanaona tu hizo ni stories za Abdunacha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua wa ulimwengu, yes, hawamwamini Mungu. Kuna watu wanasema hivi juu ya hii Israeli. Wanasema Israeli ya zamani sio ile iliyopo inayopigana na Irani. Amina. Wanazungumza hivyo kabisa kwa mitandao. Yes. Na wanawaaminisha watu hivi. Wanasema wazungu wametengeneza Waisraeli feki, wakapeleka pale Mashariki ya Kati, wakasema hii ndio Israeli. Amina. Sasa wewe waulize, na mimi nawauliza, nionyeshe Israeli halisi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposema wale sio Waisraeli na wengine ni Wakristo,
wanadini ni Wakristo, wamebatizwa ni Wakristo, wanasema sio Israeli ile. Sasa tuonyesheni Israeli ile ya Ibrahimu ni ipi kwa mjibu wa maandiko. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi kwa kukata huo uvumi uongo, ili na wewe usije ukakutana nao ukauamini huo uongo. Yes. Israeli ile iliyopo pale ndiyo Israeli ambayo ilitoka Misri kuingia pale kizazi chake. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Kwa haraka tu, Israeli ile ndiyo iliyomleta Yesu Kristo duniani. Yes. Israeli ile ndiyo ambayo ilipewa Torati na amri za Mungu. Lakini kulikuwa na kigezo. Mungu akamwambia mkishika, ili muweze kutembea na Mungu, lazima mshike amri na sheria. Yes. Mkikataa mtarudishwa utumwani tena. Yes. Sehemu moja kwenye ile Kumbukumbu ya Torati 28, ukisoma kuanzia mstari wa 15 na kuendelea, utaona mambo ambayo yatawapata Waisraeli walipokataa kushika Torati ya Mungu. Mungu akawaambia kwa mambo haya yatawapata. Utaona kuna mstari mmoja anasema hivi, nitawatawanya dunia nzima. Hilo jambo lilikuja kutokea miaka ya 70 baada ya Kristo kuzaliwa, kufa na kupaa mbinguni. Yes. Mwaka wa 70 mfalme mmoja wa Kirumi alienda akapiga Israeli, alafu akaihamisha, akaitawanya dunia nzima. Taifa lolote lile Waisraeli wapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa maana hata intelijensia yao ni kubwa, ni namba 1 duniani, kwa sababu wako kila nchi. Yes. Na wale watu jinsi Mungu alivyowabariki, uwaga hawasahau asili yao. Amina. Utamaduni wao kama wewe. Ndio. Wewe umetoka kwenu Malinyi kule, umekuja zako Dar es Salaam, umeacha utamaduni wa Malinyi, unajiona na wewe Mzalamu, mtoto wa mjini. Lakini wale jamaa kila waliko kwenda waliendeleza mila na desturi za asili yao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Walifundisha vizazi vyao, walifundisha watoto wao. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Biblia ilitabiri kwenye kitabu cha Ezekieli miaka mingi sana, miaka kama 600 kabla ya Kristo, kwamba Israeli itatawanywa dunia nzima, alafu baadaye Mungu atawakumbuka Israeli, atawarudisha kwenye taifa lake. Yes. lao, atawaondoa wale mataifa ambao wanakaa kwenye ardhi yao, na atawaweka Israeli pale. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Tunathibitishiwa kwa maandiko kwamba Israeli iliyopo ndiyo Israeli ile kizazi cha Ibrahimu. Yes. Kwa mtu asikudanganye. Na unapoona ile Israeli, Yesu alisema, akasema hivi, unapoona ile Israeli ni unabii. Anasema mtakapoona tawi la mti linachipua, jueni wakati wa mavuno umekaribia. Amina. Bila shaka kule Israeli kuna mti fulani unaitwa mtini. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Huo mti ukianza kuchipua, watu wakiona unachipua, najua mwaka huu kuna mavuno. Yes. Ni dalili ya mavuno. Sasa Yesu alisema mtakapoona mtini unachanua, jueni muda wa mavuno uko karibu. Amina. Haleluya. Amen. Wapendwa, tuko karibu na kuvunwa. Amina. Tuko karibu na kuvunwa. Yes. Bado kitambo kidogo, maana yake tawi la mti linachipua. Mnaona wenyewe
tawi linachipua, muda wa kuvunwa huko karibu. Karibu tutavunwa wapendwa, kama mkao wa kuvunwa na Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema Yesu mwenyewe kwamba atakapokuja atawaagiza malaika pande zote 4 za dunia kwenda kukusanya watakatifu. Maana yake kwenda kuvuna. Yes, yes. Bwana asifiwe. Amina baba. Bwana asifiwe. Amina. Kama utavunwa sema amina. Amina. Kama unajihakikisha utavunwa sema amina. Amina. Kama unahakikisha utavunwa sema nitavunwa. Nitavunwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Masikio yako yanasikia na macho yako yanaona. Amina. Anasema mtakapoyaona hayo jueni niko karibu. Anasema changamkeni. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuchangamke, sio wakati wa kulialia. Yes. Usiendelee kulialia na maisha yako ya kulala njaa. Amina. Usiendelee kulialia na maisha yako ya kukosa kodi. Usiendelee kulialia na maisha ya kukosa ndoa, bali changamka, wakati wa kuvunwa uko karibu. Amina, amina, amina. Karibu tutavunwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amina, amina. Haleluya tena, haleluya. Amina, amina. Nampenda Yesu sana. Amina. Hakuna jambo ambalo Yesu hakulisema. Yes. Kila jambo Yesu alilisema. Yes. Anasema ninawaambia haya mambo ili yatanapotokea msibaki mnashangaa. Yes. Haleluya. Kwa hiyo anatokea Israeli. Huna haja ya kushangaa. Israeli ile ndiyo yenyewe, ndiyo tawi ambalo limechipua kutoka kwenye mtini. Yes. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo changamka, wakati wa kuvunwa kwako umekaribia. Amina baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Yesu anasema kila aishie kwa kuniamini mimi. Wewe unaishi kwa kumwamini nani? Yes. Bwana asifiwe. Amina. Wewe unaishi kwa kumwamini nani? Hapo. Bwana asifiwe. Amina. Je, maisha yako unaishi kwa kumwamini Yesu? Binti yangu Bernard, je, maisha yako unaishi kwa kumwamini Yesu? Bwana asifiwe. Amina. Maisha yetu tunaishi kwa kumwamini Yesu au tunaishi tu? Bwana asifiwe. Amina. Kumwamini Yesu maana yake nini? Ni kumtegemea kwa kila kitu. Uko ndio kumwamini Yesu. Amina. Sio kumwamini Yesu kwa sababu wewe umebatizwa kuwa Mkristo. Hiyo sio imani. Huko sio kumwamini. Kumwamini Yesu ni kujitoa maisha yako kwa Yesu muda wote. Huko ndio kuishi kwa kumwamini Yesu. Ukiishi kwa kumwamini Yesu, hutawazawaza nile nini, nivae nini, nitaendaje, nitaishi vipi, nitalipaje kodi, nitafanyaje. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu kama unamwamini Yesu, anasema yote yanawezekana kwa kila aaminie. Yote yanawezekana, yote. Yes. Sehemu moja anajigamba kabisa, anasema je, ni jambo gani gumu lililo gumu na kumshinda Bwana? Ni jambo gani ulilo nalo ambalo unaona hili hapa Mungu linamshinda? Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Lakini usipoamini utaona kila kitu kigumu kwako. Amina. Utauona wokovu mgumu kwako. Ndio. Usipomwamini na kuishi kwa kumwamini Yesu, utauona wokovu ni mgumu. Kumbe wokovu ni raha mstarehe. Yes. Wokovu ni mtelemko. Ndio. Kwa sababu kila kitu tunamtegemea Bwana. Yes. Yeye ana maisha yetu, ameyabeba maisha yetu kuanzia asubuhi, jioni, hata usiku. Amina. Haleluya. Amen. Anasema yeye ndiye anayetulinda hata tusijikwae mguu wetu kwenye jiwe. Asante Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo Yesu anasema kila mtu anayeishi kwa kumwamini yeye hata kufa kabisa. Amina, amina, amina. Ndugu yangu, ukiishi maisha kumwamini Yesu, hutakufa kabisa hata milele. Amen.
Bwana ziviwe. Amina. Unajua ni kama story fulani hivi ya kutunga kwamba hutakufa hata milele. Mbona watu wanakufa? Mbona makaburi tunayaona? Hata walokole wanakufa. Yes. Walikufa manabii, walikufa wahubiri, akina mzee Kulola. Mchungaji unasema hautakufa. Hizo ni story tu. Yes. Bwana ziviwe. Amen. Napenda nikwambie mtu wa Mungu, mtu yoyote anayeishi kwa kumwamini Yesu hatakufa kabisa. Amina. Unajua kuna kufa alafu kuna kufa kabisa. Mtu yoyote ambaye haishi maisha ya kumwamini Yesu, yes, atakufa alafu atakufa kabisa. Amina, amina. Bwana sifiwe. Amen. Manake kuko kufa mara mbili. Ndio. Kuko kufa alafu kuna kufa kabisa. Amina, amina. Manake unafutika kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vifo vya aina mbili kama nilivyosema. Yes. Kifo cha kwanza ni kifo cha kimwili. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Soma yo Mathayo 10:28. Mathayo 10:28, kifo cha kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema, msiogope. Msiogope wao mwili, wanaoua mwili, wasiweze kuniua na roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumbe roho yangu hakuna anayeweza kuiua. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Sehemu moja Yesu anasema shomoro ndege. Ndio. Wale anawaangalia na kuwalinda. Hakuna hata mmoja anayeweza kuanguka akafa bila Mungu kujua. Kutoa kibali. Amina. Lakini Yesu anasema sisi, sema mimi. Sema sisi. Sasa unaposema sisi, hakikisha unaishi maisha ya kumwamini Yesu. Amina. Bwana ziviwe. Amen. Sema sisi. Hata nywele zetu zimehesabiwa. Anasema hakuna nywele inaweza ikang'oka huko kichwani kama Mungu hajui. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo anasema usiogope watu wanaoua mwili. Yes. Wapendwa, watu wengi wanaogopa sana kifo. Kifo. Lakini Yesu anasema hiki kifo ni kifo cha kimwili tu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tangu Adamu. Yes. Adamu ndo alisababisha kifo cha kimwili. Ndio. Mungu alituumba tuishi milele. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Tuishi raha mstarehe milele. Lakini Adamu ndo aliyesababisha kifo cha kimwili. Yes. Baka akaanza yeye kufa, badala ya kuishi milele akaishi miaka 900 halafu akafa. Yes. Mtoto wake akafuata Seti, akaishi miaka 900 kama na 30 hivi akafa. Waliofuata wote wakafa. Wakafa mpaka kufika kwetu, babu zetu, bibi zetu wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu hakutuumba sisi tufe. Hapana. Mungu alituumba sisi tuishi milele. Amina, amina. Kwa hiyo shetani ndiye aliyeharibu mpango wa Mungu wa sisi kuishi milele kwa kumdanganya Adamu. Amen. Akala matunda ya mti ambao Mungu aliukataza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Lakini kwenye ile Yohana 3:16 soma. Muangalie Yesu. Haleluya. Amina. Yesu ni mzuri sana. Yesu ni mzuri sana. Yesu ni mzuri sana. Biblia inasema, ndio, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa upendo huu akaamua kumtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie. Weka mstari hapo. Yes. Ili kila mtu. Bwana sifiwe. Sema kila mtu. Sema kila mtu. Hapo ni kila mtu. Amen. Kama unaitwa mtu, ndio haya mambo yanakuhusu siku ya leo. Yes. Labda wewe sio mtu, uwe paka, uwe kuku, uwe ng'ombe,